Nilikuwa niongee Kisomali lakini hawa jamaa wa media wakasema kuna watu wengi hawatoelewa. Sasa wakaniambia niongee lugha ya Kiingereza ama Kiswahili? Kiswahili sio? Nyumbani ni nyumbani ama namna gani? Haya, kwanza kuchukua fursa kuweza kuwapatia kongole, congratulations Wasomali wote kwa kuweza kutekeleza haki yao ya kidemokrasia kumchagua President Hassan Sheikh Mahmud. Tumtakia uongozi wenye heri, uongozi wenye fanaka na muhimu uongozi wenye kuleta amani katika nchi yetu jirani ya Somalia, sio? Tukiongea ni lazima tuweze kurejea kidogo katika historia. Nakumbuka mwaka 1991 1991 mimi nilikuwa niko shule ya secondary hapa katika Old Port. Pengine kuna wazee wengine watakuwa wanakumbuka hiyo maneno, vijana watakuwa pengine hawaielewi historia. Wakati boti za kwanza kwa sababu ya athari ya vita zilipofika katika bahari ya Kenya, wakati ule serikali ikawa haijui kukubali ama kukataa. Na nakumbuka mimi nikishikwa mkono na marehemu babangu Sharif Nasir, akaenda mpaka Old Port. Nakumbuka ilikuwa ni usiku ile boti ya kwanza ikifika, na akasema kama ni kutumia amri ya waziri, leo tutatumia amri ya waziri. Watu wote wale wako katika ile boti lazima waingie katika ardhi ya Kenya, na ikawa ni sababu ya Kenya kuweza kukubali Wasomali ndugu zetu waliotoka katika wakati ule. Sasa mambo mengi yakapita, watu wameoana, watu wameishi pamoja, watu wamefanya biashara katika Mombasa na Kenya kwa jumla. Katika biashara nyingi sana zinazofanywa katika Mombasa ziko chini ya mikono ya Wasomali ndugu zetu, wale ambao wenye kufanya biashara nyingi sana katika sehemu nyingi ya hii Kenya ni Wasomali, na hakuna sababu yoyote. Tulipigania katiba kuweza kuhakikisha kila mmoja aweze kutambulika. Ikiwa umeweza kuleta fedha yako hapa, umezaa hapa, uko na wajukuu hapa, wale watoto na wajukuu hawajui mwingine, wanajua hapa hapa. Gavana wao ni Abdulswamad Sharif Nasir, bunge wao, MCA wao ni hapa hapa, sio? Kwa hivyo ni lazima huduma za watu wote ziweze kuheshimika bila kujali msingi wa dini, bila kujali mambo ya ukabila. Hii ndio Kenya inayotakikana, ya kuwa jamii zote tuwe ni kitu kimoja. Na mimi nawaambia umuhimu wa kuwa na amani. Kama kuna nchi ambayo haina misingi ya kikabila, ni misingi ya kijamii peke yake, ya kwa wewe unatoka kutoka kabila ya Somalia, lakini familia yako na jamii yako ni hii na hii, na tukaweza kupigana, athari yake mpaka leo tunaiona, sio? Somalia leo ingelikuwa iko mbali zaidi kama ingelikuwa hakuna vita katika mwaka 1991. Mimi wito wangu kwa kila mtu, tushikamane kwa amani na tuwe ni mfano bora. Ndugu zetu wamemaliza election juzi Somalia bila fujo, bila ghasia.
muhimu zaidi kila mmoja ni mshindi, na muhimu zaidi tuwe na amani, tuwe na udugu, tuwe ni kitu kimoja, sio? Na Mwenyezi Mungu atujalie ikifika Agosti sote tujitokeze. Sitaki kusikia mtu yoyote anaogopa kwenda kupiga kura, sijui kwa sababu ya hii wala hii wala hii, wala sitaki mtu kusikia ya kwa huyu hatumtaki kwa sababu ya kabila yake, huyu hatumtaki kwa sababu ya dini yake. Kila mmoja ako na haki chini ya bendera ya Kenya, as long as wewe ni Mkenya, uwe ni wa kuzaliwa, uwe ni neutralized as a Kenyan, uwe ni investor umekuja hapa na ukaweza kupata pasipoti ya Kenya. Kila mmoja, as long as uko na citizenship ya Kenya, una haki ya kuchagua kiongozi yoyote yule unayemtaka wewe mwenyewe. Yale tunayotaka kuhakikisha hii Kenya tumemaliza. Na mimi naomba, kwa sababu kama kuna ndugu zetu ambao wameendelea katika mitandao ya kijamii, social media, ni Wasomali. Wewe ukitaka kujua habari zozote, wewe enda katika zile channel za Somali zote, utapata habari yote ya dunia mzima utapata pale. Sasa mimi nataka muangalie wale wamepigania haki za kila mtu, bila kujali ya kwa huyu lazima awe ni Msomali, ni Mkamba, ni Mkikuyu. Ikiwa ni kupigana haki, imepiganiwa haki ya kila mtu. Kupigana haki za biashara zenu nyinyi hapa Mombasa, vile zimeweza kufifia, ni lazima tuweze kuziinua. Angalieni nyinyi ni nani alioinua mambo haya. Kuangalia mambo ya aliyeweza kutetea na ataendelea kutetea haki zenu za kufanya biashara, na haya mambo ya magodown, mambo ya transport na mambo mengine, na mambo ya port clearing and forwarding ni nani. Hata mwishowe mambo ya consolidated cargo, hata kama mnaogopa kuweza kuzungumza mbeleni, muliongea na mimi kisiri na nikajaribu kuyatetea, sio? Haya mengi, hii shida ya mambo sijui ati wewe kwa sababu jina lako ni hili, passport yako utapatiwa shida, jina lako ni hili, ID yako itapatiwa shida. Hii Kenya itakoma haya maneno. Kila mmoja kuna haki katika hii Kenya. We all have a responsibility in this country, and our responsibility is to one another. Leo nikikaa hapa nakaa na ndugu zangu wa Kisomali, na nasema ni ndugu zangu wa Kisomali. Kesho nikikaa na ndugu zangu wa Kikikuyu, nitakaa na wao na ni ndugu zangu wa Kikikuyu. Nikikaa na ndugu zangu wa Kikamba, ni ndugu zangu wa Kikamba, kwa sababu mwisho wa kwisha Mwenyezi Mungu alituumba tuwe na tofauti ya dini na tuwe na tofauti ya nchi nyingine, si kwa sababu nyingine. Na hii ni msingi na ni amri ya Mwenyezi Mungu. Sababu peke yake Mwenyezi Mungu alituumba tukawa ni watu ambao tuna dini, tuna makabila tofauti na nchi tofauti, ni ili watu waweze kujuana, wajue huu ni Abdurrahman anatoka Old Town, huu ni Abdulswamad Sharif Nasir anatoka katika sehemu ya Majengo, ndio yule anataka kwa gavana. Si kwa sababu nyingine ati sisi kupigana, tumeelewana, sio? Kwa hivyo mimi kuwatakia kila la kheri inshallah, na Mwenyezi Mungu atujalie elections zenye amani, tuweze kurejea tena kufurahi hivi hivi. Na inshallah naomba community ikifika Agosti tarehe 8 tupiga kura, tarehe 9 tuhesabu, tarehe 10 hivi tukishapata jawabu, ikifika tarehe 11 usicheleweshe chembe, tuite hapa tusherehekee namna hii, sio? Asanteni sana, shukran wa billahi tawfik. Asanteni sana. Nimefundishwa hapa na ndugu yangu akanifundisha Kisomali, lakini kila nikiongea kilikuwa kinaingia hivi kinatoka hivi, kinaingia hivi. Ameniambia atanipatia dawa yake, lakini shukran, asanteni sana.